Basi kama kawaida, sehemu ya 31 ya mziki mzito tunaoita Buddha Town. Tunazidi kusonga mbele. Basi tunazidi kwenda sawa. Baada ile vita iliweza kutokea, mzee mzima Gosana alikuwa ameweza kukatwa mkono na Master Lee. Wakati wanarudi basi ndio hivyo binti alichukua jukumu la kuweza kumsaidia maisha yake, kumpeleka katika jengo katika ufalme jirani ambao walikuwa wanautumia kina madingding. Binti aligonga mlango. "Ni mimi Mafangli. Nahitaji msaada. Ni mimi Mafangli. Nahitaji msaada hapa." Basi walifungua mlango. Akasema, "Ye Kai, naombeni msaada, Gosani yake ni mbaya." Naomba muweze kumsaidia. Gosani hali yake ni mbaya. Basi alichukua aweze kumrudisha ndani. Ghafla kaka akasema, "Nampeleka wapi?" "Nataka mlete mambo ya kina Feng Shui tena huko. Umesharibu falme mbili, bado mnataka mlete tena upande huu. Mlete shida kwa ufalme wa kakaangu, sio?" Sawa, ni mtu anahitaji msaada. Mambo yanatoka wapi? Kama tutakubali kitu kama hiki kiingie. Ishi ya Makang na Feng Shui ishio huko silete kwenye ufalme wa kakaangu hapa. Hatutakubali, watakubali kabisa msaada kama huo. Huyu mtu anahitaji msaada, mpaka aweze kumsaidia. Sasa nimesemaje? Hakuna mtu atakayeingia hapa. Wewe kwanza Ikai ni mtu mdogo sana. Bila kusema hapana, lazima tumsaidie huyu mtu anahitaji msaada. Bila kusema naomba tafadhali. Saidieni maisha yake, ni mtu muhimu sana kwangu. Naomba mumsaidie maisha yake tafadhali. Binti alishuka akiomba wamsaidie maskini. Mafanglia akasema, "Naomba tafadhali, mtalipa gharama yote mnahitaji. Nitakubata niwe mtumwa hapa." Akasema, "Hapana, hatuwezi kubali." Wakati anaondoka mfalme akasema, "Hapana." Mfalme alisogea akayawa mkubwa akasema, "Mwacheni." Wanamzuia mtu anaomba msaada asiingie ndani ya ufalme. Kwa nini wanamzuia mtu huyo asiombe msaada hapa? Anahitaji msaada. Sema anafahamu, lakini hili jambo la mtu anahitaji msaada, basi muingizeni ndani. Haipaswi kuleta bifu wakati ni mtu tu anaomba msaada. Gosani yake ni mbaya, maskini amekatwa mkono. Tuondoka upande wa pili. Binti Mafangli tangu afukuzwe na Feng Shui anapiga pombe maskini. Piga pombe mzee. No. Kawa cha pombe utaamini. Jamaa kafika pale. "Binti, umekunywa sana na sijaona ukilipia hela. Pesa yako iko wapi ya pombe? Taro utakaweze kuondoka, lipia uweze kwenda. Tangu asubuhi umekaa tu hapa, haufanyi chochote." Binti basi akatoa, sababu alikuwa ni mlevi. Sasa yapoteza kile kidani. Haoni tena hata pesa hana. "Njoo hapa. Una pesa? Wewe nikupeleka kutumikishe huko. Una pesa sio?" Lakini alikuwa ameangusha pembeni. Sasa anataka wakote ampe. Sasa iko mbali. Kasikia wani? Ghafla kaja binti mmoja kuokota. Unaona? Alikuwa ni Miss Yun. Anakuja kuokota. Hapana, binti anadaiwa pesa, lakini pesa ameangusha. Basi huyu alipotazama akaona mbona ni Queen. Sasa mwachie. Alidai aweze kuachiwa. Kaja akamrushia pesa kidogo hiyo. Kaambia, "Mwacheni. Haina shida." Basi huyu alikuwa ni Miss Yun. Anamfahamu Queen vizuri. Kaambia, "Imekuwaje, mbona umekuwa hivi?" "Kuhusu Makang? Mambo yake yameendaje na wewe hapo? Kutoka jinsi ambavyo umeweza kuwa. Hem, tukae tuzungumze." Basi alibidi wakae waweze kuzungumza. Hem, tusikilize mazungumzo yao. What are they talking to us? Or what are they telling us? 你怎么一个人？我们平常都要赶夜路，他白天需要疗伤，我在他身边会打扰他，所以一个人出来走走。我一个人不奇怪，你怎么也一个人？傅红雪腿脚不方便，我出来买点东西。买什么东西？买到连酒钱都掏不出来了。
你也不用绞尽脑汁编瞎话骗我了，你知道吗？我现在看你就像看一面镜子，你心里想什么，我一清二楚。我心里想的是什么，在这世上没有人。Binti anadai kwamba hali yangu imevurugika, maisha yangu hayana mwelekeo. Akasema upasi kukata tamaa hivyo, sababu yote tu haya yameshatokea. Kuvurugika kwa ufalme huu sio jambo la kitoto, pia limeuma watu wengi, pia na mimi mmoja wapo. Binti anasukuma tu pombe, hataki kusikiliza hata anachoambiwa. Kambia mimi pia mwenyewe ni mzao wa mawazo tu kama wewe, lakini nimekosana na wengi kwa sababu ya kukataa kufanya jambo fulani. Kwa kati ya watu wanafaa kuweza kunywa, na mimi pia napaswa niweze kunywa kama wewe, lakini mimi sio kunywa kihivi, lakini kunywa sio sawa ya kutatua matatizo. Sawa? Kile binti akadai, wacha mimi ninywe. Nilishapoteza uaminifu kwa mtu ambaye alikuwa muhimu sana kwenye maisha yangu mimi hapa. Tayari nimeshapoteza uaminifu. Hata naamini vipi mtu kama huyo? Sababu tayari alishaniamini. Nikapoteza uaminifu kwa sababu ya utumishi. Kamba sio sababu ya wewe. Kasema unaniambia nini? Binti amini amechanganikiwa, alafu isitoshe amelewa zaidi. Nasema katika yote nimemwamini kiasi kikubwa, alishaniamini. Nilishapoteza uaminifu kwa mtu ambaye nilikuwa nampenda, kwa muhimu sana moyoni mwangu. Nifika hatua hadi kutaka kumuua. Bado nitazali kusahihisha, nikaonekana kama mimi ni mwema kwa jambo ambalo ni gumu sana kwangu. Kamba kumbe ndio hilo lilo kuchanganya kichwani. Binti kamba wanadhani na kunywa kwa sababu ipi? Kamba nadhani utakuwa ni Fu Hongxue. Lakini sio hivyo. Fu Hongxue tayari yule pale mtu ambaye ana mawazo mengi kukamilisha kisasi. Uone kama utapata muda wako kuweza kumuomba makupende wewe. Ni ngumu sana. Kama ni kweli uende kana kupoteza muda, lakini lazima kuna moyo ambao atakuja kuonesha siku moja. Hakuna kitu ambacho akilainiki duniani hapa. Nasema ni kweli una moyo mgumu sana wa kukubaliana na kupambana na jambo. Sio bure na upambania hivyo. Ni halali yako pia. Maana una uvumilivu wa moyo sana. Katika safari ya mapenzi kuna uvumilivu ambao unahitajika mtu uweze kuvumilia sana. Bila kukata tamaa. Una maono ya mbali pia. Akasema lakini naamini kuna nafasi bado ipo. Nitamfuata Fu Hongxue mpaka nijue hatima itakuwa vipi. Sio ni sababu ya kukata tamaa. Angali nachokipenda kipo. Siwezi kubali kutangatanga na kuteseka bure pasipo kujua cha kipo cha kunipenda mimi. Fu Hongxue pale hana msimamo. Muda wote utampoteza duniani. Yeye anawaza kisasi moyoni mwake tu. Usipende kuitesa nafsi yako ya bure, lakini kamilisha lile ambalo linakuja moyoni mwako. Je, unafikiria kuhusu nini? Kama mawazo yangu nafikiria safari ya maisha yangu sioni future. Isitoshe hata nilivyompoteza mama yangu pia. Ni future ya maisha yangu ilishapotea. Kasema bado ipo. Basi kukata tamaa kiasi hichi. Kuinong. Hata mimi pia nimepoteza wazazi wengi zaidi tena ambao wameniulia. Sasa ni wale maadui zangu. Lakini pamoja na hayo bado sijakata tamaa katika maisha. Naamini bado kipo. Ipo sababu nilipoteza furaha, lakini furaha yangu ni ule ninayempenda. Kaambia kumbe nawe ni kama mimi.
Sina wazazi lakini furaha yangu yule ninayempenda. Cheers tunywe mama. Kumbe tuna mawazo sawa. Basi walipiga. Kata maji kabisa. Lakini usije ukanywa ndugu yangu unayesikiliza sinema hii. Usije ukanywa maana kunywa ni dhambi. Usinywe pombe ni dhambi bana. Unachafua moyo wa roho. Hekalu la Roho Mtakatifu halipaswi kuweza kuchafuliwa. Unakunywa pombe ambacho ni kilevi. Ni kosa kubwa. Angalia kuna sinema kwa burudani lakini usinywe pombe. Ni dhambi. Basi mama alizidi kuweza kueleza mengine zaidi. Kama alivyo mbavu. Kuzidi kuweza kumjenga zaidi binti. Wanamuita Queen. Kambe maadamu umeshaanza kuamua kwa jambo moja. Basi funga safari kwa ajili ya hilo huenda destiny yako ikakamilika. Usichoke kujaribu. Kujaribu. Ukishindwa mara ya kwanza, usikubali kufeli. Kushindwa kujaribu tena kwa sababu ulifeli. Bali jaribu zaidi na zaidi. Jaribu zaidi. Utafanikiwa. Kama umempenda Fu Hongxue, ni jambo jema. Jaribu zaidi. Maana katika mawazo hata mafangli basi mtu huyu haipo. Sasa mambo. Pia nami nakwambia ukitaka kujaribu jambo, usichoke kujaribu. Jaribu kila siku. Jaribu na jaribu na jaribu. Jaribu tena. Basi alimpa kitu fulani. Atakumkumbusha mama yake ambacho binti alitengenezwaga na Fu Hongxue kipindi hicho. Naam. Alimpatia akamwambia basi mmenipo. Tutaonana tena. Naam. Ukiangalia picha za Didier hakikisha kwamba unajifunza jambo katika maisha yako. Hakikisha unajifunza kitu hapa. Usichoke kujaribu. Ukifeli mara ya kwanza, jaribu tena. Usiangalie jinsi ulivyofeli wakati uliopita. Tafuta kwa namna nyingine kushinda jambo hilo. Basi Queen alionyesha shukrani kwamba amemkumbuka mama yake baada ya mtu huyu kumuonesha kidani hichi. Fu Hongxue被关在马奴房。 Fu Hongxue sasa hivi utakuwa unaelekea kulipiza kisasi. Pia na wewe ni mtu mmoja wapo ambaye unaweza ukamsaidia au ukaweza kuwa pamoja naye sababu mawazo yake mingi yamevurujika. Mjenzi wa kwake na maisha yake pia waweza kuwa wewe ambaye unampenda. Nenda kamjenge. Huenda kabadilisha mawazo kuhusu lipaji wa kisasi chake. Asante zaidi. Basi binti alipoambiwa basi alifunga safari ni kumtafuta Fu Hongxue kokote pale alipo. Sanya. Binti alishaondoka. Wakati ameondoka binti, kuna mama mmoja alikuwepo yuko hapa. Wakati anakuja shagari mwacha binti hapa. Kama na binti simuoni. Akasema binti alikuwa hajalipa mzee. Nimemtoa kweli hapa. Sema unasema? Ndio unajua kuona kuna vazi liko hapa. Akawa amevaa mafangli. Queen mzee. Kabidi atoke kwenda kumtafuta. Queen! Kuna binti alitoka nje. Cheki mambo. Kata tamaa mzee. Amelewa na mawazo. Sanya. 姑娘，这斗篷是你的吧？我帮你披上。三娘，姑娘，你不舒服吗？我是赶马车的，要不我送你回家吧。哎呀，这下手也是够重的。华寒 basi alifika kaanza kuzungumza basi. Pande wa pili kumzamzima Gosani maskini ya Mungu hali yake ni mbaya zaidi. Amelala pale chini wakapokea huduma mbalimbali. Binti yuko anamvuta. Twende tuzungumze. Unataka kuniambia nini? Unataka kuniambia mimi nini? Unataka kuniambia nini kuhusu mafangli? Kila kitu mafangli, au kwa sababu baba yake alisha kuachia kwa mikono yako? Acha uivu wako wa ajabu. Hapo unataka kuniambia nini? Kunivutia mpaka upande huko mpaka sasa hivi. 结果呢，马空群上门来问， Niambia kama makanga mpaka sasa hivi hajui binti yake alipo na mama lazima kuweza kuachana na binti yake. Itakuwaje binti yake na yuko hapa?
na ni princess wa ufalme mwingine. Itakuwaje hapa kwetu? Kumbuka zamani kisheria, ndugu yangu, unatazama picha hii hapa. Mtu anakuwa mfalme mwingine, anapoingia kwenye ufalme mwingine pasipokuwa na sababu maalum, lazima anakwenda kuwa mtumwa. Ile kupo ni sheria ya zamani. Hapo inapotokea binti yote yule anatoka kwenye eneo lingine au ufalme mwingine kwa sababu ya kivita, akakimbilia huko, anakwenda kuwa mtumwa katika eneo ambalo ameweza kufikia. Kama sidhani kama itakuwa inasaidia. Sasa binti atakaa hapa muda gani? Na huyo mgonjwa tutamsaidia hapa kwa muda gani sasa? Maana tayari mgonjwa ni mgonjwa, Gosani ni mgonjwa zaidi. Sasa tutamsaidia vipi? Kama cha kufanya, tunamhifadhi Mafangli kwa muda kwenye ile eneo, atakaa hapa muda mwingi. Kama vipi kuhusu sheria? Sheria hapo inasemaje? Atabidi basi awe mtumwa kwenye eneo letu. Maana mara mingi zaidi sasa wakati wanapiga story zile kuhusu Mafangli, binti alikuwa na alisikia. Wakati wanampiga story kuhusu Mafangli kuwa mtumwa, Mafangli alisikia na aliingilia pale. Akasema mimi sina shida na ninaridhia kwa kile ambacho mtanambia. Madam tu nina shida na sheria inasema hivyo, hamna sababu ya kuweza kunificha. Kuweni huru kabisa, nami nitasikiliza chochote mtakachoweza kuniagiza. Mimi nitafanya kazi, nitakuwa mtumwa hapa, sio shida. Hata kazi za ndani mimi nitafanya. Tuondoke upande huo. Ndio upande wa pili hapa, mzima wanamuita Gosani. Akati amelala pale, mfalme sio unasikia, anasikia habari zinazosema huko nje, jinsi ambavyo binti alisikia. Wakati anaongea vile, akaamka Gosani na akaanza kusikiliza kile ambacho binti anaongea. Sema hatimaye umeweza kuamka, hali yako bado ni mbaya, unabudi kuendelea kupumzika. Kama utapumzika kwa muda hapa, hatimaye utaamka. Wakati amekaa pale anasikia zile habari zinasemwa huko. Sasa wanaongea kwa sauti kubwa mpaka Gosani akasikia. Kama binti anakwenda kuwa mtumwa kwenye ufalme huu. Gosani kumbuka ni general hapa. Cheka mambo. Binti anaweka kama niko tayari ili Gosani apone tu, nitakuwa mtumwa. Gosani akaona hapana. Kama unaenda wapi? Kwa mpole. Mtu asinishike. Kamba ni ujinga kuwa mtumwa kwenye ufalme wa watu. Sitakubali. Msinisogelee. Anaondoka. Cheki mambo hayo. Mkono wake ni mbovu na alisikia binti akiongea. Kaja moja kwa moja. Kamba tuondoke Mafangli. Tuondoke. Mafangli kamba bado hujapona, bado hujapona. Gosani hujapona. Kaambia hapana. Hatuna budi kuweza kuondoka. Tuondoke, hatuwezi kubali kuwa ufalme tu watumwa kwenye ufalme wa watu. Jambo ambalo hatuwezi kukubali. Ni kosa kubwa, tunaibisha ufalme. Bora kutembea mtaani, lakini sio kuwa mtumwa wa ndani. Fanya kazi ndani kwa sababu yangu. Tuondoke. Kama hujapona fanya hivyo kukusaidia. Gosani usifanye hivyo. Gosani usifanye hivyo. Maskini Mungu, Gosani asiye bado hali yake ni mbaya. Ni mgonjwa sana. Tapika damu mzee. Hali yake ni mbaya, lakini huyu ni general kwa ufalme wa Tensa za ndahori kipindi hicho. Ni general huyu mzee. Asema atakama anakuaje? Bora nikafie mbele mama. Tuondoke kwenye ufalme huu. Tuondoke huku. Twende mama. Mama twende mzee. Anatoka nje ya jengo la ufalme wakina ding huko mzee. Anatoka mwanaume mzee. Bora kufa kikomando. Tuwezi kuwa watumwa kuna ufalme wa watu. Tuondoke mama. Lakini hali yake ni mbaya, maskini. Ana moyo mgumu, lakini ana uwezo kuendelea kumsaidia binti huyu. Akaondoka naye hapa. Hali yake ni mbaya. Mbaya. Maskini ya Mungu Gosani haipoteza mkono bado na hali yake mbaya. Sasa mama, fanya kitu kingine vyote mama.
lakini usikubali kubaki kuwa mtumwa. Hapa kuna ufalme wa watu. Wewe ni princess, unahitaji heshima kama princess. Upasi kuweza kuwa katika hali hii. Hata kidogo usikubali kuwa mtumwa kwenye eneo hili. Usikubali. Asia aliaga dunia, utaamini. No! Binti sindo hajaamini, maskini ya Mungu. Ibidi naye basi pale alipoteza fahamu kwa mshtuko. Sawa, tuondoke upande huo. Ding大哥, turudi baada ya muda kuweza kupita. Basi mwamba alikuwa amekaa, basi niekae. Alikuwa na mengi ya kuja kuzungumza na mzee mzima ambaye ni mfalme hapa kwa sasa. 丁大哥真是饱学的儒士啊，看过这么多书，不像我叶开，字儿都不认识几个。少卖关子啊，有什么事说吧。其实也没什么，只不过今天我听琳琳说起一件事，我很好奇。好奇？不， Mwamba alibidi aweze kuzungumza. 知道 walikuwa wanazungumza kuhusu Miss Mafangli, ambaye Mafangli kwa sasa ni binti ambaye ni mtoto wa mfalme, lakini yuko katika eneo hili hapa. Watamsaidia vipi kwa upande wao? Yaka alikuwa na mawazo mengi zaidi. Tabidi tumfanye binti waweze kuwa mvumilivu, kwa sababu bila pasipokuwa mvumilivu, basi kuweza kuwa mvumilivu ni jambo ambalo ni zuri zaidi, ambalo litamsaidia kujikimu kwenye kipindi kigumu hichi. Unamaanisha nini kuweza kuniambia hivyo? Tumwache binti akae hapa. Kivote vile mtakavyoamua kwamba aishi kitumwa au vipi, lakini binti ni vyema angebaki hapa kwa kipindi ambacho hali yake ni mbaya zaidi kwa ufalme wao kuliko kutangatanga njiani. Mimi nilikuwa na mawazo mengi zaidi. Huyo binti angebaki hapa. Mpeni dawa mfanya kazi tu, sio mbaya zaidi. Akaendelea kubaki kwenye hapa. Basi tuondoke upande ule. Maskini Mungu, binti tangu pale aanguke pale chini, ndo wakati ambapo ameweza kulala na hali yake ikiwa mbaya zaidi. Akasema kuna zako. Ameamka. Binti anaamka, anaita Gusan. No. Maskini Mungu analetewa chochote apauze kinywa. Kamba Gusan ndako yuko wapi? Hapa tumeshamzika. Hayuko tena mpaka sasa hivi. Mazishi ameshaisha, tumeshamaliza kila kitu. Ulala siku 3 hapa, uje amka, ndo wakati unaamka sasa hivi. Mazishi ameshaisha, kila kitu kimepita. Umebaki tu hapa. Hiyo ndo habari leo ameweza kupewa. Mafangli anapita kipindi kigumu hichi. Utaamini. Mtoto wa mfalme, lakini anaishi kama mtu wa kawaida. Basi akati amekaa huku, mzee mzima wanamuita. Yeka endelea kutoa habari nyingi na mbinu badala, wakimwomba jamaa huyu amsaidie, asaidie Mafangli ufalme wao. Kusema na maanisha nini? Mbona walikuwa wamekaa kipindi kile ujao mfalme? Walikuwa wamekaa kuna ufalme wao na walikupokea vyema zaidi. Binti uishi naye ni vizuri. Amba tulia. Kabla hujafikiria mawazo mengi, mimi na mawazo mengi zaidi. Manisikia? Kamba tupange bana mipango. Tutotena na uadui wetu wa kijinga hapa. Hem, tuzungumze kitu. Basi jamaa alibidi amke waweze kuzungumza jambo. Kamba nafikiria nini kuhusu maisha ya Mafangli? Kuhusu kukaa hapa kwake, tutafanya nini? Kumpa binti wa mvumilivu. Kamba binti wa mvumilivu, tabidi apitie maisha magumu hapa. Tumpitishe maisha magumu. Unaje plani unasemaje? Wakati anapita hapa hivi anazungumza, binti sinataka kugonga kasikia habari. Wakawa wanaendelea kumzungumzia. Kama najua nini? Huyo binti itakuwa sio vyema zaidi kama akibaki hapa. Lakini vipi kuhusu ufalme wa Tsandahoni ndipo atakuja Fu Hongxue kumfuatilia binti huyu hapa? Mnahofia kwamba huenda maisha itakuwa hatari? Kasema wala sio hivyo. Hatuwezi kumwogopa Fu Hongxue, ni ufalme mwingine. Hata kama mtu huyo ametisha falme nyingi, lakini sio mbaya. Hatuwezi tukamwaza. Wakati wanazidi kupiga story kuhusu majadiliano yao, kwamba binti alikuwa anasikiliza. Cheki mambo hayo. Hona mambo. 我知道丁老庄主并不是喜欢暗地里杀人的人，
因为我爹知道，他们除了杀人，还有另外一个目的，抢生死经。没错，生死经原本是天竺高僧所著的武林秘籍，流传到中原之后，几经转折，到了白天宇的手里。白天宇就把它占为己有，不准任何人看上一眼，甚至连同他情同手足的兄弟。原来大家都想看生死经。20年前，白天宇因为那本生死经，成了天下武林的第一人。也正因为如此，才招来了杀身之祸。就在梅花庵血案的那天晚上， Basi walikuwa wakizungumza zaidi 已经被杀， masuala kuhusu ufalme huu, 没有在他， wakawa wapanga mipango jinsi gani 他们 ya kuikabili jinsi hali halisi ya ufalme wa Tinso za Ndolo, jinsi ya kumsaidia, maana binti yuko hapa anahitaji msaada wao. 知道有 Walitongia alipokuwa tena 到万 wanaendelea kuzungumza mengi, binti Mafangilia akazidi kupata jata nyingi kuhusiana na hayo. 一不小心 Jamaa anasema Makanga alifanya hivi 到了 yote, au kwa sasa hivi yote 看 yamemgeukia mambo. 东西， Tuchunge zaidi na kwa upande wetu yasija kainuka mambo kama hayo. Hapa pia una idea nzuri, 并不是没有找到生死， tufanye kitu hapa. 是被马空群占为。 Mafangilia hapa ataishi hapa, lakini bora tumfanye mtumwa. 虽然我爹素来清心寡欲，但是看 Nasema kama sherehe inavyofanya, 日子 lakini binti huyu anafaa kupewa heshima kama princess kwenye jengo hili, 也打开， sababu princess wake Tosha. ulikuwa kwenye jengo lake kule kwenye ufalme wa Tensa za Ndolo. 这些 Hapa ataishi kama mtu kawaida kama wengine. 书上所写的，并不是具体的一招一式， Asema haijalishi ilivyokuwa, 闹的武 alifaa kupewa heshima ndio,真- lakini hapa ni ufalme mwingine, 谈 kwa hiyo itabidi aishi kama wengine, 是精细， awe anakula kama wengine, anavaa kama wengine, 怕别人 lakini apewi nyanja ama cheo katika eneo hili. 精心的， Anakuwa mtu wa kawaida tu. 最终还是被 Maana katika kipindi kigumu hichi, binti Mafangilia anahitaji uvumilivu Ndiye. mwingi zaidi, 给自己 kutokana na jinsi ambavyo mambo mengi yanavyozidi kumkabili kadri ya siku zinavyozidi kuweza kwenda. 当然是在马空群家了。曾经有人传言说，马空群已经把他烧掉了，他自己得不到的东西，别人也别想得到。 我说的不是马家的那本生死经， 那是哪本生死经？ 你们丁家的那本。 Wakati wamekaa pale wanazidi kupiga story, walikubaliana jambo moja. 事情可不能 Sasa mambo hayo, 我们定 kwamba watakwenda kutafuta jinsi gani 随便 ya kumtafuta Makang na kuweka mahusiano mema baina ya Makang 踩了尾巴一样。 na Fu Hongxue, 哎，对了， lakini wakahisi huenda wakamvuta, angalia usije ukaniletea balaa tupu kwenye ufalme wangu tena, 以前没有， damu ikamwagika hapa. 会有 Huyu mtu Fu Hongxue simtaki hapa. 生死经那样， Akasema so Fu Hongxue, 看上意， wewe unashindwa kuelewa, mimi nitazungumza naye 这里也没有。 apate kwenye eneo na hili hapa, tofauti kabisa. 他 Kaambia nimefikia hatua ya kuogopa kiasi hiki. 你还是 Wewe 丁壮， huyo mtu Fu Hongxue simtaki kwenye ile eneo. Akasema sitamleta hapa, 就把你们丢。 tutakwenda kuzungumza naye katika eneo lingine tofauti na hili hapa. 叶开， Kaambia kisha Yekai sijua kwamba 听他爹的， binti yuko hapa. 我们家这么好心， Huyu mtu simtaki Fu Hongxue hapa, ataniletea balaa tupu. Kama sitamleta, wewe niachie hiyo kazi, mimi 看你也 nitaikamilisha mwenyewe. 告诉你， Kuzungumza naye kwa jinsi ya tofauti. Jamini brother. Basi 叶开， Yekai, ukija kuniletea vurugu kwenye hili eneo langu 啊， sababu ya huyo Fu Hongxue, 金窝子， kaambia ina sababu ya kuwaza kaka, mambo yanabadilika tu bwana ndugu. 你心里憋了很长时间了。 Hilo jambo dogo, 拜托， nitaongea naye mimi, hakuna kitakachokukuta 事情 wala uharibifu wote kwenye ufalme wako. 知道， 你放心，肉烂在锅里，话烂在肚子里。 Akasema basi hamna shida, maadamu umeshaniruhusu mimi, sina shida na wewe, takwenda kufanya hivyo. 经本来是属于魔教的， Akasema Ding, binti yangu, It's all. mdogo wangu huyu 此经 Miss Ding, 圣 hakika atakiwa kuishi vizuri. 武 Sawa, 把他交给了白天宇。白天宇虽然一再隐瞒，但是消息还是被透露。 kwa yote atakayotokea 是白天 ama kubadilisha katika eneo hili, itagharimu vikubwa zaidi 白天 kukabili hali hii ili wanao ugomvi baina ya Makang 带来 na ufalme wa Tensa za Ndolo na Quinong ama Fu Hongxue. Hawa Demon Sect tuna jambo la kufanya 千里迢 kuikabili namna hii. 就觉得那个大漠古堡中肯定隐藏着天大的秘密，没想到20年前的梅花庵血案，
Kama cha msingi ni kumtafuta Makang na kunegotiate na binti yake warudi kuweza kukaa kama zamani. Hicho ni kitu muhimu zaidi ambacho tunapaswa kukifanya kwa sasa. Cheki mambo. Bana, DJ Hero kama kawaida tunazidi kusonga mbele kwa 0742140135 kama kawaida. Bila kumsahau Ngurumo Bucha apatikana barabara Dorcas pale. Tunazidi kusonga mbele zaidi na DJ Hero, ikiwa ni sehemu 30. Basi Makang baada ya binti kuweza kusikia Mafangli aligundua kubwa na kwenda kumtafuta baba yangu itakuwa ni jambo jema zaidi. Akati anasogeza mguu akasikika mzee, kumbe kuna mtu alikuwa nani yuko hapo. Binti alitoka mbio. Kwa walivyotoka nje kugundua nani alikuwa hapa. Ndio alijua kuna mtu alikuwa yuko hapa. Sema kuna mtu alikuwa anatuangalia. Sema idealisi ya mangu. Somba kama tulivyopanga basi. Somba tukakamilisha kwa wakati husika. Sema hamna shida baba. Tuko pamoja. Turudi upande wa pili leo kwenye gawa moja mzee anaambiwa hiyo gawa huko ndani. Fusho anakuja kupiga maji hapa. Amekunywa amelewa mzee. Hutaamini yani. Kanywa kalewa. Amelala nini? Singizi mwingi. Pombe tupu. Ana mawazo ya kutosha. Anamtafuta Makang ili apatane na mama yake tu. Cheki mambo hayo. DJ Hero kama kawaida. Wananiita disco. Namna hiyo. Disco Joker ambao ni DJ. Akiwa amekunywa pombe, anakumbuka jinsi ambavyo Mafanglia alivyokuwa anamfuata kwenye shida zote jangwa zima. Binti alikuwa anadondoka amekosa maji. Bado alizidi kumfuata kila alipokuwa anaenda. Binti hajakata tamaa. Anaendelea kuweza kumfuata zaidi. Alianguka binti huyu katika shida nyingi na mapito binti alipitia alipokuwa akimfuata. Mpaka pale alipomuuliza kwa nini usiniache ukaenda na shughuli zako na nifuata mimi? Bora ungeniacha ukaenda na shughuli zako. Una sababu gani ya kuweza kunifuata mimi? Lakini binti bado alikuja sababu alisema hata kata tamaa anampenda kwa dhati zaidi. Fu Hongxue kuja alimdaka hapa. Binti anapana ni jinsi gani ndivyo vigumu mtu kukiacha kile anachokipenda ambacho hawezi kukipata tena. Yuko radhi gharamie kwa jinsi yote mpaka aweze kukipata. Na hiyo gharama yangu mimi nacho kitu ninachokitaka ni wewe hapo. Mimi nitakwenda popote unapokwenda. Nitakwenda na wewe mpaka watakaposema ndio unanipenda. Mwamba kamuona Roma binti alimpa maji ya kunywa. Binti alikuwa na maji. Jamaa akaweza kuendelea. Binti kwa kupewa maji na mnaye tabasamu. Akajua huenda siku moja Fu Hongxue atakuja kumwamini tena. Naam. Hiyo ni kumbukumbu ambayo mwamba anapiga maji pale mzee. Ameloa anaikumbuka. Manake anaona kweli binti huenda kweli aliamua kunifuata mimi, hawezi nisaliti tena. Hawezi nisaliti tena. Lakini ndio hivyo inavyokuwa. Wakati ule unafanya utani, mwenzako yuko serious. Ukiwa serious basi mwenzako yuko utani. Na kuaga mbaya sana. Ghafla kuna mtu anakuja pale binti, jamaa akaita Queen, akakuta ni binti mwingine tofauti na yule. Ni是谁？跟你一样，不过是酒馆里买醉的客人。Binti akamwambia tunaweza tukanywa, naonekana na mawazo mengi zaidi. Lakini sio sababu sana. Najua unamwaza hivi unaitwa nani? Kama mimi naitwa Fu Hongxue. Ani mwamba wa barafu. Kaambia mimi naona unaonekana na msongo wa mawazo sana. Kuna mtu ambaye unaweza kumwaza. Maana muona ninyi nimeona nje nikupe kampani hapa kwenye kiti sababu ulikuwa uko mpweke wa kipekee peke yako. Nimeona nikupe kampani na mimi tunywe pamoja.
不认识，请问公子尊姓大名？我姓傅，名红雪。红雪，这个名字很好听啊。我叫苏小小。20年的竹叶青来喽，客官请慢用啊。Haya jamani, tuendelee kunywa. Basi alikuwa ni mtu ambaye alileta ripoti kamili hapa. Basi kila mtu alikuwa akipenda kuweza kupata chochote hapa. Binti akamwambia mwenyewe kuna mtu ambaye ananifanya ninakuwa na mawazo. Vyema kama tungeungana kwa pamoja tukaweza kunywa pamoja. Basi wakaanza kunywa. Ama binti huyu hatujui ametokea wapi. Akasema wewe ni nani? Sasa mwenyewe na msongo mawazo ambao unanisumbua, ambao umenigharimu mimi, basi mimi ama niweze kunywa kama wewe, kuweza kupoteza mawazo. So mbaya nikakupa kampani. Akasema unamjua Kuino? Mbona umemuulizia? Binti akadai kwamba huyo ni mmoja kati ya watu ambao nimewasikia, ila nimewahi muona. Nimewahi muona Kuino. Nimemuona katika hili eneo, so mbali. Jamaa kashangaa. Binti kumbe bado yupo. Akasema mbona nimpeleka mbali huyu? Amekuja tena kufanya nini huko? Akasema anamaanisha kama nampenda binti huyu kiasi kwamba aliamua kuweza kulinda maisha yake kwa kumpeleka mbali. Akasema ina haja ya kufuatilia. Kama hata mwenyewe naona labda nakusumbua sana sababu na kuongea kwangu, lakini sio sababu. Mimi mwenyewe pia binafsi kuna mtu ambaye ameweza kunisumbua kwenye maisha yangu, ambaye anafanya mimi kuja kuweza kunywa hapa. Kaambia ina haja kuungana na mimi, ameenda na shughuli zako kwa sasa, maana na mawazo ya kutosha. Kaambia na mawazo ndio. Akasema mbona uondoke? Au bado unanifikiria mimi? Mimi niko hapa kunywa tu, na usije kujaribu kaka ni karibu yangu, maana mimi sina amani. Amani yangu mimi, furaha yangu ni visasi tu. Kama mwenyewe pia ni mlipaji visasi vile vile, kuna kisasi na mimi pia nakitafuta, kama vile ambavyo na wewe unatafuta. Binti akasema walimuliaga wazazi wangu wapo hai huku, nami nimekuja kuweza kulipa na kuhitaji kuweza kulipiza kisasi. No. Picha safi kama hii HD quality inatoka kwa DJ Hero pekee, toka pande za Boma, Tanzania nzima, kitu wanaita Border Town. Tafuta kote Tanzania utapata mtu ameipiga fresh na clear voice safi kama mimi. Tafuta kote namna hiyo, kitu wanaita Border Town. Tunazidi kusonga mbele ikiwa ni sehemu ya 31. Cheki mambo baba. Muziki mzito kama kawaida Border Town. Kitu kisafi, kitu quality toka kwa DJ Hero toka pande za Boma. Tunazidi kufanya makeke kama hivi. Nam DJ Hero mwenye anajua lugha zaidi ya 6. Basi tusonge mbele. Ghafla kuna mtu alikuja hapa, akamwambia mkaa kwenye kile kiti pale. Binti sana anatoa macho, anamuona mzee mzima Fongshua anapiga maji hapa leo. Kama anasubiria pale mimi nitakuja, kwa sababu ni mtu ambaye amempa kampani Kuino kwa sasa tangu alipomuona akiwa hayuko katika hali mbaya. Kaambia sikiliza, mwamba ndo anacheki, anatupa macho sana, anamuona Kuino. Kuino ule ndio mwamba kuamini. Binti amemwacha kule, anakuta tena leo hapa tena yuko na mtu mwingine. Mwamba anamwambia subiri kidogo, nikaangalia hapo nje masuala ya wine afu nitakuja, nisubiri hapa. Akamemwachia uwanja. Alafu binti akasema huyu ndo Kuino uko namsemea, si ndio huyu? Binti akaona wanatazamana sana. Cheki mambo. Akasema onekana umemuona sana, basi nikupishe wewe unataka kuzungumza naye. Akatoka binti akawa ameweza kwenda. Sasa binti Kuino amemuona, lakini
anagopa kumtizama, ndo akamtizama. Basi leo maskini Mungu, binti kuinonga na mpenda Fu Hongxue kwa moyo kinyama. No! Ibidi basi binti ahame aende kukaa kwenye kiti ambacho yuko Fu Hongxue. Leo tena ajaribu tena kama atakubalika kwa mwamba Fu Hongxue. Maskini ya Mungu Fu Hongxue aamini kabisa alikuwa na mwanza muda mchache uliopita. Binti akamwambia, mbona unanishangaa? Mbona unanishangaa? Kaambia bado upo huku. Binti alimwambia neno moja tu kwa tabasamu. Ulitaka mimi nifanyaje? Taba. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya 31. Tutaenda katika sehemu ya 32 ya mziki mzito na Wita Border Town. DJ Hero kama kawaida